Mjomba wangu. Ndio mjomba. Nimepata malalamiko kutoka kwa mama yako. Inaonyesha wewe siku hizi ushindi hapa nyumbani. Unaweza ukaniambia unashinda wapi? Mbona mimi kila siku huwa nashinda hapa nyumbani? Ukiniambia unashinda hapa nyumbani, utakuwa unataka kuniongopea na mimi. Kwa sababu mimi nimekuja mara kadhaa hapa nyumbani na wewe sikukuti. Tafadhali, niambie ni wapi unashinda. Ni kweli mjomba, mimi huwa sishindi nyumbani na huwa nashinda kwa mpenzi wangu. Sasa mjomba, kwenye hiki unachokifanya sio kitu kizuri. Ingawa naamini kwamba wewe umri wako tayari umeishafika umri ambao unakuruhusu kuweza kufanya vitu vingi sana na kujihusisha na mahusiano mbalimbali. Lakini wewe swala la kuwa unashinda kwa mpenzi wako, huoni kama linahatarisha ndoto zako za wewe kumuona baba yako? Kwa sababu naamini mama yako atakapokuja kugundua hili, hatakuwa lazi kukuonyesha baba yako kwa sababu ya tabia ambazo unazionyesha. Mjomba, kuhusu swala la kumtafuta babangu, naomba uniachie mimi mwenyewe. Na sasa hivi nishaanza process za kumtafuta babangu. Na nishamwambia mpenzi wangu anisaidie kunitafutia babangu. Unakumbuka nishe kukaa na wewe na nikakwambia, lakini wewe mjomba ukalipuuzia. Kwa hiyo kwa sasa hivi sihitaji msaada wenu wowote. Ili swala niachieni mimi mwenyewe, nitamtafuta babangu. Nakuelewa mjomba wangu. Na mimi sipingani na wewe kwenye hili. Lakini unaweza ukaniambia jina la huyo mpenzi wako ambaye anakusaidia wewe kumtafuta baba yako ni nani? Sawa, nitakwambia lakini siku nyingine. Sasa Emiliana, mimi nafikiri uende. Tutaonana. Samahani Mshua, nilikuwa naomba nizungumze nawe hata dakika 2 tu. Samahani kama utajali lakini. Sawa, ila mazungumzo yako yasiwe marefu sana. Sawa, lakini Mshua, mbona siku hizi nikija, yani hauonyeshi mwenye kufurahi, yani haufurahi uje wangu. Nilikuwa nataka kukuuliza, ile juzi kati nilipokuja hapa kuomba haki yangu ya msingi, ulininyima. Leo penyewe nimeshinda na chupi humu ndani, najimanua, najigeuza, lakini hauna hata habari. Hivi shida ni nini Mshua? Kama basi una matatizo yanakusumbua, naomba unielezee, mimi naweza nikakusaidia. Na kuomba Mshua, ungeniambia hao matatizo yako. Mimi ni mwanamke. Ukiniambia nitajua jinsi gani nitakao kusaidia, lakini ukiendelea kuficha hivyo wewe ndo unaumia, mimi mwenyewe nateseka, haisaidii kitu. Ni kweli Emiliana, una kila sababu za kunishutumu na kunilalamikia. Wiki hizi 2 nimekuwa Mshua wa tofauti sana. Kiasi ambacho hata ile siku ya mwisho kuja kabla ya leo, ulihitaji tushiriki mapenzi na ulionyesha kuwa na hamu na mimi baada ya muda mrefu kutokushirikiana. Nilikwambia uko kama tai, kumekufa, hakuna kazi tena. Baada ya hapo umekuja leo, umeshinda na mimi, umefanya kila unachokiweza kwa Mshua lakini imeshindikana. Unajua sisi wanaume marijali, huku kusiposimama huwezi kushiriki tendo. Hivyo basi, haya yanayonikuta kwa kipindi hichi unatakiwa uyavumilie. Na siwezi kukuambia kitu chochote kwa sababu bado sijajua natatua katika utatuzi upi. So nisamehe, ili nilonalo linahitaji sana utulivu. Hivi kwa nini nyie wanaume mnatudharau sana sisi wanawake? Kwa sababu ni madhaifu. Lakini na huu udhaifu wetu mnaweza mkatuambia jambo, huenda tunaweza tukawasaidia, lakini kwa sababu nyie ni wasili, ndio maana mnatuona madhaifu kila panapokucha. Lakini ikitokea mmetushirikisha, hapo ndipo mtajua tuna madhaifu au hatuna. Ni kweli unachokisema. Sisi wanaume wengi tunawadharau sana wanawake, hasa wale tulioshiriki nao mapenzi. Imekuwa hivyo na ni kitu ambacho mimi nikikaa sometime naona kama sio kitu cha haki sana. Hata kama ungekuwa mke wangu, kuna baadhi ya mambo ningeenda kushauriana na mtu mwingine kuliko kukuomba wewe ushauri. Ipo siku nitakuja kukuambia ukweli, lakini sio kwa kipindi hichi. Sasa hivi niache kwanza. Bipu nikupigie. Haya, tangu lini wewe paka na wewe panya mkaongozana mkaa pamoja? Haya ni maajabu ya Musa na Firauni.
Mmeongozana eti pamoja. Tena ma-BFF mmeshikana na mikono. Jamani, ila dunia hii. Samahani dada. Mimi na wewe tumekutana kimjini. Naomba tuachane kimjini. Alafu mimi mwenzio kwa leo, mimi sijisikii shari kabisa. Yaani sitaki kugombana na mtu. Siku yangu naomba iende vizuri, usiniharibie siku. Alafu wewe, hakuna siku hata moja umewahi kukaa chini ukajifikiria ukasema ngoja na mimi leo nishinde vizuri bila kugombana na mtu. Yaani wewe muda wote unawazawaza shari tu. Kwa nini lakini? Dada koma wewe. Umeniona mimi nimekaa kishari kama wewe? Mimi na wewe tunaendana. Tena ushike adabu yako na adabu ikushike. Mimi sipendi shari ila nawaelekezeni tu. Nyie mimi ninaongea sana ndio maana mnaniona nimekaa kishari. Mimi friji langu aligandishi mashoga zangu. Nikiamua kumchana mtu na mchana, nikiamua kumvungia mtu na mvungia mpo. Tuachane na hayo yote. Nyie kuongozana hivi wawili, kuna kitu. Kuna kitu tena kinaendelea kikubwa, tena cha maana. Nataka kukijua. Hapa mdomo unaniwashawasha. Niambieni basi kuna nini kinachoendelea? Na kushangaa kwa nini unapenda sana kufuatilia mambo yasiyo kuhusu? Kwani huko ulikotoka umevurugwa au kuna mtu kakutibua? Hasira zako zote unataka uzimalizie kwetu. Na nishakwambia narudia, leo sijisikii kugombana na mtu. Au mimi kutembea na wewe na kuhusu nini? Tuache bwana. Ngongoti, pole bana. Unawahi nini? Wewe si unataka kuniambia? Wewe Andunje, mnaelekea wapi na huyu Ngongoti? Sinauliza jamani, mnaelekea wapi? Hii safari yenu inaonekana mnaenda kwa Mshua. Na mnakwenda kuna mambo mawili. Kama sio kusuluhisha ugomvi, basi kuna kitu kikubwa kinachoendelea. Labda niwaambie, mimi ndo Mrs. Mshua, mimi ndo my wife Mshua upo. Mshua ataniambia kila kitu kinachoendelea. Mnanicheka. Mshua ataniambia kila kitu kinachoendelea, mnachonificha kila kitu. Sasa kwa taarifa yenu, kama mnaenda kwa Mshua kwa ajili ya kufanya mapenzi, sasa hivi Mshua huku kupo hivi, yani kupo kama tai ya Mjerumani mpo. Chanzo cha hayo yote, ana mambo mengi sana kichwani. Yani hayupo sawa. Kwa hiki kipindi cha katikati hapa mume wangu kabisa hayupo sawa jamani. Na nyie si mnanificha, mtaki kuniambia ukweli. Mimi yule ni mume wangu. Lazima tu ataniambia kinachoendelea. Lazima iwe jua iwe mvua. Mume wangu ataniambia kinachoendelea mpo. Aya my wife wa Mshua. Unaona umejinadi mwenyewe pako umejimaliza. Labda nikwambie kitu. Dada, usilolijua ni sawa na usiku wa kiza. Na iko kitu chenyewe ukija kukijua, kisipokutoa machozi, basi kitakuumiza sana rohoni. Kwa hiyo kama vipi, kaa kwa kutulia, tuliza akili yako. Soon tu utakuja kujua na utajilaumu sana my friend. Kwa hiyo nakuonea sana huruma. Eti usilojua ni sawa na usiku wa giza. Haya kitu gani? Nyie ndo mnifanye mimi nitoke machozi kwa lipi? Watu wenyewe hamueleweki. Wakuja au wakuletwa, wakupikwa au wakutapikwa. Nyie ndo mnifanye mimi nilie. Kwa lipi? Mwanaume wangu mwenyewe hajawahi kunifanya mimi nikalia. Nyie mna nini mpaka mnifanye nilie? Babu wewe usinitishe. Eti endelea kutusubiria tunakuja. Kwa nini shoga hata mna lolote? Viangalieni vimakalio vyenu. Tazama machungwa ya kiangazi na hiyo miguu mtazami wachimba makaburi amweleki. Waangalie na sura zenu zimeakoma watoto wadogo kwa umawaya tu. Tena kwa taarifa yenu, mnaenda kwa huyo Mshua ni mume wangu na ninatamba naye, wapumbavu wakubwa nyie. Vipi wewe binti? Kulikoni leo tena hapa nyumbani kwangu? Vipi umepotea njia au? Wala hata sijapotea njia. Wala sijaingia kwa bahati mbaya. Nimeingia kwa kukusudia kabisa. Na swala leo nileta hapa Daisha. Mimi nimekuja kujua nini kinachoendelea. Maana sielewi. Unaona watu wameshikana mikono tuko mabarabarani. Sielewi, unaona ni mauzauza tu. Nataka uniambie nini kinachoendelea. Wameshikana mikono wakina nani? Hebu funguka basi ueleweke. Ongea kilichokuleta ili usepe. Mimi naona unanipotezea muda tu. Mafumbo ya kazi gani? Sema nini shida? Unajizima data unajifanya haujui. Unanichota. Daisha. Huu mguu unaoona hapa. Nimetoka kukutana ule Ngongoti na yule Andunje. Nikimaanisha kwamba nimetoka kukutana na Selina na yule Amina. Wameshikana mikono na wakati wale ni maadui wakubwa. Na vile walivyoshikana mikono inaonyesha kabisa dhahiri kuna jambo linaloendelea. Na hilo jambo kwa asilimia zote, 99% wewe unalijua. Ndio maana nimekutoka huko, nimekuja kwako nataka kujua nini kinachoendelea. Ujue mdogo wangu unasikitisha. Kwa nini unapenda kuishi kama mkimbizi au kama mwizi vile? Alafu muda wote unaishi kwa kujishtukia.
Kwa nini upo hivyo na wakati unaishi mjini hapa? Ujue binti ni mbea sana. Hebu ngoja nikuulize swali. Unawezaje kupata kivuli kwenye mti ambao unalingana nao kimo? Wewe unaona inakuingia akilini hiyo? Jaribu kutafuta mti ambao umekuzidi kimo ili uweze kupata zawadi ya kivuli. Sijui unanielewa vizuri? Alafu siku zote ukiona jambo hulielewi, basi kaa ukijua kwamba halikuhusu na ndio maana haulijui. Hata haya ambao unayaona yanaendelea huko mtaani, basi sio kazi yako, ndio maana hupaswi kujua. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuja hapa nyumbani kwangu kutaka kujua undani wa hayo ambao umeyaona ni kujipotezea muda tu. Sijui unanielewa vizuri? Nadhani nilishakukomesha mara nyingi sana lakini hutaki kunielewa. Hebu tusipotezeane muda, sawa? Nilishawahi kukukanya zaidi ya mara moja. Sitaki unifuate mimi uongee habari zako hizo za Mshua. Kama hiyo ligi imekushinda huko, naomba utambae, tafuta msaada mwingine, unasoo kuja hapa kwangu na kunipotezea muda. Sina chochote ambacho nitakwambia kikakuingia akilini. Na huwezi kupata msaada wowote wa hicho ambacho unachohitaji ukijua kutoka kwangu. Naomba unyanyue miguu yako, toka ndani kwangu. Daisha, watu wote tunajua kama wewe upo karibu sana na Mshua. Na kwa sasa Mshua anaonekana hayupo sawa kabisa. Yaani akili yake haijatulia. Sasa basi, endapo likimkuta swala lolote lile baya Mshua, kwa asilimia zote utakuwa unahusika. Kwa sababu wewe upo karibu sana na Mshua. Na kitu kingine, hapa duniani hakuna siri. Hilo jambo ambalo unanificha mimi, ipo siku litakuja kujulikana kabisa. Sasa wewe endelea. Muone sura lile. Yaani Mshua nimevurugwa mimi hata sijui. Yaani mimi sielewi. Huyu mtoto kwani mimi ananitafuta nini lakini? Kwani mimi nimemkosea nini? Kabla sijajua mtoto gani, naomba tupumzike. Tukae. Sikutaka tuongelee kule, tukae hapa kwanza. Njoo Daisha. Samahani nakuomba please. Njoo tukae. Daisha, unajua tuko umefika. Umekuwa mtu ambaye unaongea sana. Nimekutoa kule tuje tuzungumze hapa. Shida nini dadangu? Kuna tatizo gani? Yaani uwezi amini Mshua. Katika pita yangu unakuja hivi. Si nimekutana na Amina yuko na adui yake. Yuko na adui gani? Si yule Selini ambaye yule ndo alikuja akatutisha kwamba atatufunga. Alafu leo hiyo ameambatana na anajua kabisa yule anajua kila kitu kwamba Amina ni mjamzito. Uone kama hapo tunaenda kutengenezwa bomu ndugu yangu. Mimi nafikiri kama umemwona Amina na Selini wamefuatana barabarani na ukapishana nao na hamjazungumza kitu chochote, sidhani kama ni kitu kibaya sana. Niwe radhi kwa kutokukuambia kilichotokea baada ya wewe kukuagiza uniitie kati ya Selini pamoja na Amina. Walikuja na nikazungumza nao. Japo kila mmoja alikuja kwa nyakati tofauti. Alianza Selini, nikazungumza naye na alibaki katika misimamo yake ile ile ya kusema kwamba anajua issue yangu, kwamba mimi nimemtia mimba Amina, na ili aweze kudhibiti hili jambo yeye aolewe. Tofauti na hivyo, maana yake ni kwamba ataenda kuweka matangazo ama ataenda kutoa taarifa kwa familia ya Amina, kwa maana ya mama yake, mjomba wake, whatever, mtu yote ambaye atakuwa karibu naye. Lakini hakuishia hapo tu. Akasema kama familia yake na Amina mimi nitaiweza kwa kuionga ama kufanya kitu chochote ili wasiweze kuchukua hatua zozote kupitia Amina, wao kupewa mimba na mimi, basi ataenda kutoa taarifa polisi ama shuleni. Mimi nikaona ili tujilinde, wanasema mchawi mpe mtoto wako akulelee. Nikamkubalia Selini kuwa nitamuoa. Wakati namkubalia nikampa sharti. Nikamwambia nakukubalia lakini kwa masharti. Akaniuliza sharti gani? Nikamwambia sharti langu, kwa sababu wewe unataka kuolewa na mimi na Amina ana mimba na umeshajua kila kitu. Acha Amina ale mimba yake, ila hataolewa na mimi, kwa sababu kubeba mimba ya mwanaume haina maana kwamba mwanaume atamuoa yule mwanamke aliyempa mimba. Kwa hiyo usimtie masusu, mwache kama alivyo. Hata kama utamuona mimi namdekeza, mwache na dekeza kile kiumbe kisipate shida, na yeye tusimtie stress asije akaenda kuweka matangazo. Sasa jukumu nalokupa wewe Selini, mlinde Amina kwa kila kwenye hatua zake. Anapodhurula asiongee na mtu yoyote, asije akashawishika akaleta ufahari akamwambia kila mtu kwamba yeye ana mimba, kama ambavyo wewe uliambiwa na yeye huyo Amina. Na asifatane na watu wa ovyo. Amina sasa hivi anajiona
yeye ni bora kwangu mimi kwa sababu amebeba ujauzito. Na kiukweli kabisa, yeye ni mwanamke bora kiuhalisia. Ila inaniumiza kwa sababu wengi nyinyi hamjui siri iliyopo kati ya mimi na Amina. Kwa hiyo na yeye akakubali. Na alivyokubali ina maana yeye hivyo ulivyomuona ndio yupo katika majukumu yake ya kikazi. Lengo atimize lile ninalolihitaji kwa sababu nilimwambia ikitokea kama Amina atatoa taarifa kwa kila mtu ikajulikana kwamba mimi Mshua nimempa Amina mimba. Mamlaka ikichukua hatua zake nikija kufungwa mimi. Wewe Celine hutaolewa na mimi. Ndoto za kuolewa na mimi zimekufa. Hivyo usiwe mzembe kwenye hili. Kwa hiyo Celine hapo yupo kwenye majukumu yake. Alhamdulillah. Unajua nilivurugwa Mshua. Lakini sasa Mshua unazingua bwana. Wewe unajua kabisa issue ni ya kwetu mimi na wewe. Na unajua kabisa imekaa mahala pabaya. Kwa nini una plan vitu kama hivi afu bila kunishirikisha mimi na wakati hili jambo la kwetu wote kweli jamani? Nirejee tena kusema ambacho nimekisema, niwe radhi. Nimekosea kiukweli, lakini ujue mimi napenda sana kutumia akili kuliko nguvu. Sikukwambia hili kwa njia ya simu. Niliona ni jambo ambalo tungeweza kukutana tukazungumza kama hivi. Japokuwa ile siku hukurudi tena. Ila inatosha kwa leo wewe kupata taarifa. Ila hebu ngoja kwanza. Kwa hiyo mwahidi Celine kwamba utamuoa na ni kweli kabisa unataka kumuoa? Yes, ndoa itakuja kupita. Ila ndio itakuwa ndoa ya kwanza dunia nzima mtu kuolewa Ijumaa akaja kuachika Jumamosi. Nitafanyaje mimi nitakwambia, ni plani akili. Hiki kichwa kina akili tu akitumia nguvu. Akili nyingi alafu mambo mengine ndio yanafuata. Lakini Mshua, unahisi ile jambo loliplani Celine kulisimamia halitoleta shida kweli? Litatimia vizuri? Na imani hili jambo litakuwa sawa kwa 100%. Kwa sababu Celine ana nia ya dhati kabisa ya kuolewa na mimi. Na kama umemuona barabarani anadhurura na Amina, ni wazi kabisa kwamba hili jambo liko serious kwa upande wake. Tutegemee mengi kutoka kwake. Atamlinda. Na kama hili jambo litaenda vizuri sana, nitamhitaji huyo Celine akaishi naye Amina. Japo Amina kwa sasa nimemtaka awe anakuja kushinda hapa. Lengo tu tumdhibiti asizurule. Hasa zile siku za weekend. Ikishindikana kuenda kuishi kwa Celine, basi aje kuishi kwako. Awe. Uniletee mimi mavi nyumbani kwangu. Acha kae kwa Celine, ikishindikana atakuja kukaa kwako. Lakini kwangu hamna shida. Kuwa na amani. Basi poa baadaye. Kuwa na amani sana. Kila kitu kitakuwa sawa. Ujue hakuna tatizo lisilokwisha. Vita yoyote inakwisha, tatizo lote huwa linakwisha. Unataka kila kitu kiwe line unajua unaona hisi hivyo mambo yanaenda kwa urahisi. Shauri yako. Sasa anavyofanya huyo mpangaji mpya ana vituko, jamani mpangaji mpya muone anavyoishaua, muone anavyojibinua, nyumba nayoisha maana kuna kabisa, mama mwenye nyumba hamtaki kabisa, ona hapo vibweka, baba mwenye nyumba na yeye anacheka, kumbe anamdangia mwenye nyumba naye, baba mwenye nyumba naye, kumbe anamdangia mpangaji mpya ana vituko, jamani mpangaji, ona sasa anavyofanya huyo mpangaji mpya ana vituko, jamani mpangaji, ona sasa anavyofanya huyo mpangaji